Praise the Lord. Praise the Lord. You know what? God really loves us. Mungu anatupenda sana sana. Yaani Mungu anakupenda. Despite unapitia nini kigumu, maisha yamekuwa magumu, inawezekana upo katika hali ya mateso, inawezekana umefika mahali ukasema hivi kweli Mungu ananiona? Hivi hii hali inayopitia kweli, will I come out? Lakini nikwambia kwamba God really loves you. In that situation you are passing through, Mungu yupo hapo na wewe. Kwa usiogope. Mwamini Mungu. Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na imani chanzo chake ni kusikia neno la Mungu. Ukiona unapata hali ya hofu inajaribu kutanda ndani mwako, jitahidi sana kumwamini Mungu. Jitahidi sana kuishi au kusoma neno la Mungu kwa wingi ili likuongezee imani. Usiogope, soma neno la Mungu kwa wingi likuongezee imani. Tafuta muda binafsi na Mungu wako. Tafuta muda binafsi ambapo utasoma neno, ambapo utamtafakari Mungu, ambapo utakuwa unafanya maombi. That time Mungu anashusha nguvu za kukuwezesha wewe kuvuka. Hata Yesu wakati anaendea msalaba alipiga goti akiwa peke yake, amewaacha wanafunzi wake pembeni na watu wengine amewacha kando. Akapiga goti amwambie Baba, ikiwa kikombe hiki akitakiwa kuniepuka, basi mapenzi yako ndio yatendeke. Alitiwa nguvu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo when you face problems, Biblia inasema kwamba tusijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zetu zijulikane na Mungu. So what does it mean here? Kwenye hiyo Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 7 kwamba tusijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kusali na kuomba haja zetu zijulikane na Mungu. Anasema kwamba kumbe chochote kile nitakachokumbana nacho ambako tutajaribu kuondoa imani yangu kwa Mungu, imenipasa mimi kuto bother. Don't bother of that. Don't look much on that. But cha kufanya, Mungu ametupa cha kufanya. Anasema kwamba kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Dwell in those things. Yani dumu katika hayo. Ili unaposali na kuomba maanake unamueleza Mungu. Lakini kusali na kuomba kwako kusiwe asilimia kubwa kueleza changamoto zako kuliko kumtukuza Mungu. Because the only way utatoka katika changamoto unayopitia ni kumuona Mungu kuwa ni mkuu kuliko changamoto unayopitia. That's the only way utaweza kuvuka. Yani jenga, tafuta by any means fikra zako, mawazo yako, ile utu wa ndani kule na kwenye nafsini kule ndani, kuone kwamba Mungu ni mkuu kuliko changamoto unayopitia. Na the only way to do that ni kuhakikisha kwamba you read the Bible, usome neno la Mungu linalokinzana na kile ambacho nakipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kwa wingi, tafuta muda binafsi, pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Because God is there, he wants to help you. Lakini Mungu anakusaidia pale ambapo umefuata kanuni zake. Na kanuni ni hilo: dumu sana katika neno la Mungu, dumu sana katika maombi, dumu sana katika kumwamini Mungu katika hilo neno ulilosoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Na uwe makini na maneno unayosikia ambayo yanakinzana na imani. Biblia inatuambia kwamba neno la Mungu pekee ndiyo njia ya kweli. Neno lingine tofauti na neno la Mungu ni uongo, na shetani mwenyewe ndiye baba wa uongo. Kwa hiyo unapojaribu kumwamini Mungu katika issue katika changamoto unayopitia, adui naye analeta neno la uongo ili kuondoa katika imani. So usikubali kuondoka katika imani. Muamini Mungu. Mungu yupo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. He really loves you. Kwa ajalishi unapitia nini, God still loves you. What you're supposed to do. Kama ulikuwa ni msomaji wa neno, zidi kusoma neno. Kama ulikuwa ni muombaji, zidi kuomba. Kama ulikuwa ni mtu kama umepata imani, zidi kumwomba Mungu akuimarishie imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maombi yako yasiwe kulia yasiwe kumlilia Mungu tu kwamba Baba ninateseka, ninapata changamoto. No.
Tell God you are great. Wewe ni mfalme wa wafalme, wewe ni Bwana mabwana, wewe ni Mungu wa miungu, wewe ni mponyaji. Kwa kupigwa kwako tuliponywa. Wewe ni Mungu yeye yule jana leo na hata milele. Yani mtukuze Mungu. Mtakatifu, 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 unastahili sifa za moyo wangu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. God anakaa katika sifa. Hakuna kitu ambacho Mungu ana appreciate kutoka kwa mtoto wake kama sifa. Ndio maana Mungu amejitengenezea kiti mbinguni, ni kiti cha sifa. Kule wapo malaika maserafi na makerubi wanamwimbia Mungu asubuhi, mchana na usiku, wakisema wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. So there is no way, the only way to get out of the problems, to win every circumstance that is inakukosesha amani, ni kuhakikisha kwamba unakaa katika kumkaribisha Mungu zaidi kwa kutumia sifa. Na we praise God. Sifa sio mpaka uimbe tu, praise God hata kwa maneno kinywa chako, katika maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninaamini kuna mtu fulani ametiwa moyo kuanzia kupitia klipu hii, atachukua hatua za kufanya ili kuweza kushinda. Mungu akubariki sana.